Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, hapa ni nyumbani. Ya nikisema Sanjay unasema doa, tuminzi Sanjay doa. And this is Mtoto wa Neema TV. Kwenye mitambo niko na mtu mzima Jordan. Anakuletea mambo kwa murua kama unavyoweza kushuhudia. Mpenzi mtazamaji wa Mtoto wa Neema TV, kama bado hujasub channel yetu na kusii, naomba usubscribe channel yetu ili uendelee kuburudika na kupata update kabisa kwa wakati. Burudani, elimu, vichekesho, kupunguza mawazo ni hapa. Hii ni yetu sote, wanasema Mtoto wa Neema TV. Yawa, walisema usiku ujapokuwa mrefu kiasi gani, lazima kutapambazuka, lazima kutakucha. Manake iko pale asubuhi inausubiri usiku umalize. Na kila jambo Bwana lina wakati wake kama alivyopanga Mwenyezi Mungu. Kuna wakati wa kupanda, alafu kuna wakati wa mavuno, alafu kuna usiku na vile kuna asubuhi na kuna mchana. Inachoomba ni subira. Ya mchana lilitawala jua likatamba na kutamba kabisa. Kumbe mwezi na nyota vilibunda tu, vimekula subira vikisubiri navyo wakati wao na venyewe vitang'aa. Okay, wanasema kwamba ng'ombe wa kwanza ndiye anayekunywa maji masafi. Ya misemo mingine bwana kidogo inapinda. Huyu hapa sasa, nyota njema uonekana alfajiri. Aliyekwambia kwamba ng'ombe wa kwanza ndiye unywa maji masafi, huyo bwana alikudanganya. Huyu hapa ni ng'ombe wangapi unajua? Mimi sijui. Lakini ile nyota njema inayoonekana alfajiri mzazi ndo hii hapa sasa. Alfajiri yenyewe ndo hii hapa, hii kumekucha. Wao ni sio watu wazuri mzazi. Yao ni kisema Nyago, najua moja kwa moja unampata. Nazungumzia CEO kutoka Grand Music ambaye ni nguli Bembe to the World. Anaipeleka kabisa na kibendera mkononi. Ya kwa juhudi zake na mchango mkubwa sana, amechangia kiasi kikubwa wa Bembe tusikike kote uko mbali, pamoja na ushirikiano na watu wengine. Lakini hii hapa ni kwa ajili yake yeye. Jamaa, mambo yamekuwa kama hivi unavyoweza kuona. Kuna kitu kinalodi mzazi, there is something loading in brackets. Lakini Mtoto wa Neema tunataka tukufunulie fumbo. Walisema mfumbie mjinga bwana. Hakuna Mtoto wa Neema ama hakuna mpenzi mtazamaji wa Mtoto wa Neema ambaye ni mjinga. Atwendi kwa mafumbo. Hili bwana lipo clear. Mambo yalianza kubadilika kuanzia pale alipofanya kazi na Joshua Promise. Mzazi, naomba tu nikujuze kwamba kazi tunaiona kwa sasa aliyofanya Nyagoman pamoja na Joshua Promise haikuanzia hapo. Hii ilikuwa ni mara ya pili. Maana walijaribu kufanya mara ya kwanza, michongo ikawa michongoma, mambo yakabuma kidogo kutokana na sababu ambazo zilionekana kuwa nje ya uwezo wao. Ya audio ikawa imeenda hivyo kabisa, ikuweza complete project. Lakini Mungu ana mipango yake. Kumbe ilikuwa ni makusudi yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Wakapata nafasi ya kuweza kurudia kufanya kwa mara ya pili tena. Ndipo wakaibua kitu kikubwa sana ambacho kimetoka kwa misingi ya gospel, kikamshirikisha msanii wa Bembe Flavor, yani Bembe to the World, na mzungumzia Nyagoman. Kazi ikapewa jina la Bado Sana, na hiyo ikawa ni bado sana kweli. Hii kazi mzazi, na kujuza tu kwamba ilifanyika kwa producer Alex. Alafu video zikafanywa makeke na director Spy Mkorofi Jini. Ya ujamaa anajitahidi bwana, pema wa yake. Ya video yao ilivyotoka baada ya masaa 24 ilizaa zaidi ya K10 baada ya masaa 24. Ikaashiria kabisa hapa kuna kitu kimewaka, kuna utofauti umeletwa ama utofauti umeanza kuonekana kutoka kwake Nyagoman. Ya na comment kede ambazo hazikuwa na idadi. Alafu baada ya hapo bwana, inbox michongo ilizidi kuwa mingi. Unajua muni wao ni sio watu wazuri, mimi nakwambia. Kidema kitu ama project kutoka Mwanza Rock City kwake H Baba, hiyo hapo ikawa ni kali zaidi, more than the first, more than past. Unajua present ikaongoza zaidi ya past. Ya hiyo ikaitwa Tomine Remix. Waliremix wimbo ambao awali ulifanyika na Nyagoman pamoja na Queen wetu Dogo Zoo. Wakauremix na H Baba. Sasa ikaja bonge la dude mshikaji
usiombe kushuhudiwa lipo kwenye blog zote za Nyagoman, pamoja na dondosa kidogo zipo katika Mtoto wa Neema TV. Ikaja bonge la kitu ambayo ilizaa zaidi ya K19 kwa masaa 24, ikazidi zaidi ya K8 hivi kwa masaa 24. Ile ngoma ya bado sana iliyotangulia ikawa more than kabisa K8 mbele ikazidi, bimaana kwamba mambo yanaonekana ni barabara, mambo yanaonekana kabisa kumekucha na sio asubuhi tena, huu ni mchana, muda wa kutamba, watu wanatamba mchana kweupe. Bwana amini usiamini, sasa jamaa alivyoinamisha kichwa akawaza, akatoa kitu fulani hivi cha kimombo, akitoa kitu fulani cha kimombo mzazi, yani hiki kitu akitaji uwaki, hiki kitu kabisa kinaita na utaitika tu kisikia. Inaitwa It Is My Time. It Is My Time ni audio kwa sasa tu, lakini mambo yake ni kede. Mambo yake ni kede, imezaa mambo mengi sana. It Is My Time. Hii hapa bado ni audio tu, lakini imechafua blog zote. Insta tusiseme, wapi TikTok tusiseme, YouTube ndo acha kabisa mzazi, nazidi kwenda viral. Inamaanisha kwamba kweli jamaa anaenda. It is time, it is my time ni idea fulani ya kutuaga. Jamaa anatupapasia mkono kwa mbali kwamba bye bye, I go to the internationally, I go to the world. Na kweli bwana, over the world kutoka majibu ya kuashiria kwamba wanamhitaji Nyagoman afike worldwide. Nataka nikusome comment kidogo zilizozaliwa ama zilizopatikana baada ya kuachia audio, official audio ya It Is My Time. Ni ngoma kali sana ilidude mzee, ngoma kali sana. Nikisema ni kusomea comment zote mpenzi mtazamaji, kusema kweli siwezi kuzimaliza lakini kuna hizi chache ambazo zinaashiria kwamba ngoma iko mjini kabisa, ngoma inachezwa mjini na watoto wa mjini. Kuna comment kutoka kwake CEO wa Next Level, ni kimaanisha Rayvanny Viban Boy. Hapa ametuambia kwamba Nyagoman bembe buzi la kibembe. Majibu kutoka kwake Nyagoman yanasema kwamba kakangu mpaka wewe, da Mungu wangu we, kweli it is my time, oya kaka tondoke duniani wote. Huyo ni Nyagoman akijiwishi kwa Rayvanny Viban Boy, CEO from Next Level Music. Kuna comment hapa kutoka kwake Chad Talent, ametuandikia kwamba jamaa utakuwa msanii mkubwa sana, keep pushing. Nyagoman alijibu kwa kusema kwamba da Biggie, ukisema wewe mimi siwezi pinga Biggie. Asante sana kwa mtazamo kaka. Zinaendelea kabisa ni kede. Kuna Mr. Navi OG, huyu ametuachia emoji za fire aka fire. Nyago amesema asante sana. Kuna MC Garab, you just add a new fan here, keep pushing. Anasema kwamba must au lazima kabisa uongeze mafanzi hapa, na kuomba au nakusi uendelee kabisa. Alafu Nyago alitujibu akisema thanks big, Mungu akulinde kwa ajili yangu kaka, cause mdogo wako nahitaji support yako. Huyo ni Nyagoman anasema, au akimjibu MC Garab. Sote tunamfahamu MC Garab. Hizi ni comment nzito kabisa, top comment kutoka kwa wimbo wetu wa It Is My Time uliofanyika na buzi la kibembe beberu Nyagoman. Kuna hii hapa ya ndaro vina muda basi. Anasema noma sana na fire za kutosha, alafu pongeza makofi kama zote kwa mbele. Nyagoman alisema, mzee wangu nilisubiri kauli yako sana, hatimaye umetia neno. Niseme shukran sana kaka, naamini kwa hii tunaondoka duniani. Huyo ni Nyagoman alipata kumjibia Ndaro. Alisema usibishe kwamba ingoma haijafika mbali, maana imezungumziwa na watu maarufu sana, watu muhimu sana. Nguzo za mjini zimetia neno kutoka kwenye comment hizi hapa. Vipo kwenye account ya Instagram ya Nyagoman, ndio tunatembelea tuweze kukujuza nini kinaendelea. Sitoweza kumaliza zote mzazi wangu, lakini ni nyingi sana kama unavyoweza kushuhudia. Amini usiamini kwamba kuna kitu kina load, kuna kitu kinaendelea hapa katikati, na majibu ni hivi soon. Kwa machache hayo ulikuwa nami Sanjay Doa kutoka Mtoto wa Neema TV, na kwenye mitambo nilikuwa na muuni mjanja Jordan, amekufikishia taarifa na burudani kama hivyo hapo.
Mzazi usikose kusubscribe, alafu nahitaji comment yako ili tuweze kurekebisha mambo, kuweka sambamba kwa kile ambacho unaona mambo hayaende vizuri. Ciao. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote. Hapa ni nyumbani.